lazima aondoke. Atakimbia mbele za Mungu. Hata Adamu alipotenda dhambi aliondoka machoni pa Mungu. Vile ambavyo wenye dhambi wote wanaondoka machoni pa Mungu, hawezi kuwa salama tena, hawezi kuwa mbele za Mungu tena, maana ametenda dhambi. Dhambi ni adui wa Mungu, dhambi sio rafiki wa Mungu, na watu wengi watakwenda jehanamu kwa sababu ya dhambi, na watu wengi wamefungwa kwenye vifungo mbalimbali kwa sababu ya dhambi. Dhambi imewafunga watu kwenye vifungo vya giza, kwenye vifungo vya kuzimu, kwenye vifungo vya mapepo. Watu wanamilikiwa na mapepo kwa sababu ya dhambi. Nakwambia, pepo akimkalia mtu atampotosha, atamtendesha dhambi, atamtawala, atamfanya atakavyo. Lakini Yesu akija ndani ya mtu anamkomboa, anavunja ile hukumu, anavunja kile kifungo, anaondoa ile hukumu. Ile mtu anawekwa, anakuwa huru tena. Haleluya, haleluya. Na mimi Bwana amenituma, ameniambia nihubiri injili ya ukombozi, nihubiri mabatili injili ya ukombozi, niwaambie wazee habari za ukombozi, niwaambie vijana habari za ukombozi, niwaambie wakawake habari za ukombozi, niwaambie mama habari za ukombozi, kwamba tunaye mtetezi, tunaye wakili aliyekuja kutukomboa, tunaye wakili wa mwanadamu anayeteseka. Nakwambia amekuja wakili, wakili asiyelipwa na sisi, wakili ambaye malipo yake ni damu yake mwenyewe. Amekuja kutukomboa, wakili mwema anaitwa Yesu Kristo. Yeyote mpokea, mwenye kumkubali anatoka kifungoni, mwenye kumkubali anafunguliwa, mwenye kumkubali anawekwa huru. Anawekwa huru. Yeyote mwenye kumkubali anawekwa huru.